chaneli ya Ulimbo wa Simulizi. Baada ya muda mrefu sasa nimerejea tena katika maiki. Leo nitakuwa na mkasa hapa studio moja kwa moja kutoka kwa Bwana Lamusai. Huyu ni Masai kutoka jijini Arusha. Ana mkasa wake bana, ametufuata studio, anatuomba tuweze kusimulia kilichomkuta, na huu ukiwa ni mkasa wa kweli ambao umemkuta Bwana Lamusai kutoka jijini Arusha. Na mwandishi akiwa ni Zuberi Musa Maruma, mkali wa visa na mikasa. Huyu unaweza kumpata kwa namba za simu 0759 42 76 na mwisho ni 53. Bila kusahau mimi ni Kanibana Ahmad, na hii ikiwa kama zawadi kwetu kutoka katika channel za Ulimbo wa Simulizi, basi tunapata kuwapatia zawadi hii ikiwa kama zawadi au simulizi ya kufungia mwaka, na huu ukiwa ni mwezi wa 12 tukielekea msimu wa Christmas na mwaka mpya. Hii itakuwa zawadi kwetu kwa wapenzi wa chaneli ya Ulimbo wa Simulizi. Sasa bila shaka au bila kupoteza muda, tuelekee moja kwa moja katika simulizi yetu ya ukweli kutoka kwa Bwana Lamusai, Masai huyu kutoka jijini Arusha. Naam, nikianza na sauti ya Zuberi Musa Maruma, anasema kwamba ulikuwa ni mwito wa simu uliozidi kuendelea kuita pasina kuonyesha juhudi zozote za mpigaji kukata tamaa, hata pale ambapo haikupokelewa. Ilikuwa ni mara ya pili sasa iliita mpaka kukatika, ikaita tena. Zuberi anasema akaachia mguno hafifu, akimalizia kujifunga taulo na kutoka bafuni alipokuwa akioga mpaka kitandani ilipo simu yake. Akaishika na kuangalia ni nani mpigaji. Ni yule sasa, kaamua kupiga tena. Nikajisemea nikikumbuka ile namba ilishanipipu kama mara 4 hivi, ila nami sikuwa na salio la kumpigia. Nikaishia kumtumia SMS. Vipi? Nani mwenzangu? Ila zote hazikujibiwa. Basi nikamtumia nyingine, muda ule ule akapiga. Na kweli akapiga. Nikapokea. Ilikuwa ni sauti kutoka kwa Masai mwenye lafudhi ya Kichuga akisema, "Vipi man Asai Jomba? Mimi ni fansi wako wa YouTube. Si Zuberi wewe yule wa Simulizi Mixi?" "Hapana, no, Simulizi Club." "Aha. Oh shit, no, sio. Simulizi Club bana ni Ulimbo wa Simulizi ule. Unaandikaga visa na mikasa mikali ukiwa na mkali Kanibana Ahmed kuingiza sauti, si ndio wewe bwana Zuberi?" Nikasema ndio mimi. Vipi? Kwani ulikuwa unasemaje? Nikajibu nikionekana wazi kuanza kuchukia bila shaka na ile lugha yake design kama sikuipenda, kwa kuwa sijui ni ya nyumbani au la. Basi naye akaendelea, "Nami na mastori yangu design, nikipata mataimu nitakukoli nikumvutishie, nami usimulie jamii jifunze. Kikubwa niandalie ya ugoro sa bro, yaani uniandalie kiela kidogo tu cha ugoro, kwa sababu unajua wewe utaandika na utauza." Okay, sawa, nimekuelewa, nitakuandalia. Ndivyo tulivyoanza mawasiliano na jamaa yule. Kweli siku ya siku tuliwasiliana, akanipa story ya maisha yake, japo alikuwa akitumia lugha ngumu ili mpaka umuelewe. Ilikuwa inahitaji uwe mtulivu kweli kweli. Sitoitumia ile lugha kwa maneno yote, ila baadhi ya kuipendezesha story nitatumia. Kumbuka msikilizaji wa Ulimbo wa Simulizi, hii ni story ya kweli kumhusu Bwana Lamusai kutoka jijini Arusha, huyu akiwa ni Masai. Karibu katika channel ya Ulimbo wa Simulizi, lakini pia kama ni mgeni katika channel yetu, bonyeza alama ya subscribe, na pia usiwe mchoyo kuwasha alama ya kengele ili kupata notification pindi tunapoendeleza mkasa wetu huu wa ukweli kutoka kwa Bwana Lamusai. Lamusai alianza kama ifuatavyo. Jina langu kamili ni Lamusai Tadei, mzaliwa wa Longido, Arachuga. Kishule niliishia darasa la 4
Baada ya kuboronga skuli, sikutaka kuendelea kubaki mahome. Jombi, kuchunga mbuzi na ng'ombe mo. Wazazi wakanipa baraka morani, nikatua mkoani Kilimanjaro. Sikuwa na ndugu, ila kama ujuavyo Arifu, Masai wote tu ndugu. Sikupata tabu sana pa kukaa mwenzangu mmoja akanipokea, ambaye alikuwa ni soja mlinzi katika someli mmoja mjini pale. Jomba, ujui someli ni nini? Someli ni kiwanda cha kuuzia mbao Nyang'au. Akanipokea, tukawa tunalivu naye mairia ile, tukihakikisha ulinzi, japo mimi sikulipwa. Mchana nikajiongeza kuuza mawota, mbuyuni, stendi na madei yakawa ya kisepa. Mkwanja wa kula sikukosa, ndinga za mbao zilikuwa zikitia. Tunapakia, nikanunua king'oli kuwasiliana na mahome kidogo. Nilichopata nilimtumia dingi aninunulie vibebero. Baada kama ya mwaka na ushe, ndipo nilipoamua kurudi home kusalimia na kuona mifugo yangu. Nilishtuka baba hakuninunulia hata kuku, achilia mbali mbuzi. Kumbe salari zote nilizokuwa nikimtumia mshua alikuwa akilewea yani. Zaidi ya 700,000. Nilikasirikia familia nzima, ikiwemo hata mama yangu mzazi na ndugu zangu wengine kunificha na kutuniambia, wakati nilikuwa nikiwasiliana nao kila mara tu, tukiongea tena kwa masaa mengi. Kama si unafiki ni nini sasa? Basi kakazo, nilichukua majivu kwa hasira, nikaingia nayo chooni, nikanuizia, hakika sitokaa nirudi tena nyumbani. Labda nirudishwe nikiwa maiti, la nirudi kusalimia, ila si kukaa na hawa wanafiki. Daima haitotokea. Roho ya chuki kwa familia yangu ilitake place area fulani za moyo wangu. Nikatoka chooni na kwenda kilipo chumba changu, nikabeba begi langu mwanaume, nikasepa nikiwa nimenuna vibaya sana. Basi pana kaka, nilifika Moshi jioni katika karakana ile niliyokwepa. Nikamsimulia jamaa yangu, yeye alinipa na motisha akiniambia, ile ni familia yangu, niisamehe tu, pesa kidogo ili isinitenganishe nao, malizi yao hayana thamani ya hiyo hela. Kweli maneno yake yalinigusa, ila kuwasamehe kwa kweli sikukubaliana nalo. Kweli nikabadilisha laini ya simu na sikutaka mawasiliano nyumbani kabisa. Nikazidi kukomaa Moshi, nikijibidiisha katika kazi kuuza karanga. Mtaji ulipokuwa, nikahamia katika kuuza viatu hivi vya ngozi na vibangili vya utamaduni. Miaka ikasonga, kweli sikutia miguu nyumbani. Baada ya miaka kadhaa kupita, niliachana na ile kazi ya kuuza vya utamaduni, nikahamia katika ususi wa rasta, kituo changu kikiwa Mbuyuni pale. Kisa changu kinaanzia hapa sasa. Siku moja nakumbuka ni mwaka 2020, karibia na Christmas. Alikuja dada mmoja, alikuwa na saluni pale pale Mbuyuni. Akanambia ana mteja, hivyo anahitaji Masai ndio amsuke. Hivyo nikachangamkia fursa mpaka saluni kwa huyo dada. Nje nilikuta gari moja ya kifahari ambayo kwa uzuri kaka Zuberi sijawahi kuona gari kama ile. Tukaingia ndani ya saluni. Nilipigwa na butwaa kumkuta dada yule, alikuwa ni mrembo kinoma, tena mrembo haswa. Basi nikachukua rasta na kuanza kumsuka, ila kiukweli kaka Zuberi, mapigo ya moyo yalikuwa yakienda mbio kila mara nikifuta mikono, jasho. Dubuasha ndani ya rubega alikuwa tayari kwa mashambulizi, na hivi nilikuwa bikra. Usishangae kukwambia nilikuwa bikra. Yaani sikuwahi kukutana na mwanamke mpaka miaka 23 niliyokuwa nayo. Baada ya kumaliza kumsuka, aliniuliza ni shilingi ngapi? Nikamwambia ni 25,000 tu. Ila cha ajabu, alichukua begi lake, akafungua na kutoa fedha, akanihesabia shilingi 100,000
na kunipa, na yule Sister Flora akampa 20 yake ikiwemo ya rasta, akaga na kutoka zake. Masai, leo umeula yani. Irene wa kukupa laki. Maajabu. Hebu nitoe na wekundu na nyekundu mbili. Tule sikukuu vizuri kaka. Christmas ndio hiyo. Oya subiri. Sikuwa na kinyongo. Nikampa 20,000, nikamsindikiza na maswali. Hivi huyu binti ni wa wapi? Ni wa wapi dada huyu binti? Mbona mrembo hivyo na lile gari ni la kwake? Haswa hawa si ndo watoto wa mawaziri hawa? Masai, usinichekeshe mimi Irene. Amiliki gari toka lini? Alafu usitake kuniambia kwamba umjui Irene. Kwani hujawahi msukaga? Si ndo nikashangaa. Mimi nilishamsukaga Irene lini? Mbona ndo leo namuona? Nikawaza pasina kupata jibu. Haraka nikatoka hata nikamuone kwa mara ya mwisho, nihakikishe kama ndo yeye mwenye ile gari au. Ila nilipotoka nje ilikuwa ni masikitiko, sikuikuta ile gari wala yule binti, sikumuona. Kwa sababu mimi najua ndo maharakati zangu, nikawa nimepotezea ile issue, sikuwa na haja naye tena. Nikaendelea na issue zangu. Basi bana, dakika 10 baadaye yule dada wa saluni aliyoitwa Violet au Vai Mbulu akaja huku akicheka. Masai, nilitaka kushangaa. Irene kukupa laki. Hebu twende mwenyewe, anataka hela yake, alikupa kimakosa. Nikashtuka. Ila sikujali sana kwani sikuombiwa tamaa mimi. Nikaamka na kumfuata Vai mpaka saluni kwake. Kwanza sikukuta ile gari pale. Nje nikaingia ndani, pia sikumkuta binti yule. Zaidi ya binti mmoja nilokuwa nikimjua aliyoitwa Irene, na nilishawahi msuka zaidi ya mara 3. Samahani Masai, saa zile nilikupa hela zaidi kimakosa bestie. Naomba nirudishie 70 yangu. Sijui hata ilikuwaje nikakupa zote hizo. Mbona maajabu? Unahisi Masai kakumbwa na nini? Yule wa mwanzo mrembo Masai aliyemuona ni nani? Na huyo ni nani? Kuna nini nyuma ya pazia? Msikilizaji wa Ulimbo wa Simulizi, kumbuka huu ni mkasa wa kweli kutoka kwa Lamusai. Anamsimulia mtunzi wetu Zuberi Musa Maruma. Sasa mimi nikiwa ni Karwa na Ahmad, kuwa nami katika mwendelezo, ujifunze na kuburudika visa na mikasa ya ukweli, na hii ikiwa ni zawadi yetu kutoka channel za Ulimbo wa Simulizi na studio za Ulimbo wa Simulizi, tukiwa tumemnasa bwana Lamusai anatupa mkasa wa kweli uliowahi kumtokea maishani kwake. Swali ni je, huyu aliyempa 100,000 na akampa 20,000 Irene alikuwa ni nani? Na je, huyu aliyerudi ni nani? Unafikiri nini kitaendelea katika sehemu ya pili? Ungana nami katika simulizi yako na mkasa wako wa ukweli kutoka kwa Lamusai. Hii ikiwa ni sehemu ya kwanza na tumeishia hapo, tukutane sehemu ya pili. Asante na chao.